Habari wapendwa wangu na karibu sana katika channel hii. Naitwa Ana Claire Shija. Leo naomba nijitambulishe zaidi kidogo kabla sijawaeleza dhumuni la kufanya hii video. Mimi ni mwanasheria kwa taaluma, mimi ni mke na mimi ni mama wa watoto. Na pia ni mwandishi wa vitabu vya ushauri wa masuala ya kijamii. Nakuja kwenu kutambulisha series zangu mpya kwenye channel hii ambazo zitakuwa ni vitabu ambavyo vimesomwa kwa sauti. Mimi mpaka sasa hivi nimeshaandika vitabu 7. Kwa hivyo vitabu 6 ninawapa bure hapa YouTube. Kwa hiyo wale ambao hampendi na hamwezi kusoma vitabu vya maandishi, you get bored, basi nitakuwa mnavipata vitabu vyangu kwa njia ya sauti hapa YouTube. Kwa hiyo nitaanza na kitabu cha kwanza mpaka kitabu cha 6. Hicho kitabu kingine ambacho kinahusiana na ufundishaji wa namna ya kutengeneza bidhaa za viwandani sitaweza kukisoma hapa YouTube kwa sababu kina vitu vingi, vinahitaji practice na vinahitaji vipimo. Kwa hiyo hicho kitabaki kununuliwa kama kilivyo. Na hivi pia ninavyovisoma vinaweza vikakupa picha ya namna vitabu hivyo vipo, na pia ikakufanya uone umuhimu wa kutaka kupata nakala yako. Vitakuwa vinauzwa kwa soft copy tu. Unaweza pia ukasikiliza hapa na unaweza pia ukanunua nakala yako ukabaki nayo kwa manufaa yako zaidi. So nawakaribisha sana, na leo tutaanza na kitabu changu cha kwanza kabisa ambacho kinaitwa Thubutu Kufanikiwa. Yaliyomo katika kitabu cha Thubutu Kufanikiwa. Sura ya kwanza, jitambue. Wewe ni nani? Tambua nguvu na uwezo wako, tumia vipaji vyako, jiamini, kuwa na ndoto na malengo. Sura ya pili, jenga uelewa wako katika mambo mbalimbali, soma vitabu na majarida, jifunze kwa waliofanikiwa, rasimisha ujuzi na mafunzo rasmi kwa mafunzo rasmi. Sura ya tatu, mbinu za kufanikiwa. Mafanikio yanataka nidhamu, fanya kazi kwa bidii, anza na ulicho nacho, heshimu mawazo yako na uyafanyie kazi, tumia fursa zinazojitokeza, thubutu. Sura ya 4, namna ya kujiongezea kipato. Jifunze kutunza fedha, kuwa na chanzo zaidi ya kimoja cha mapato, wekeza fedha ulizonazo. Sura ya 5, jithamini na shirikiana na wengine. Jithamini, shirikiana na watu sahihi, pata muda wa kupumzika, saidia wengine. Sura ya 6, namna ya kukabiliana na changamoto. Kuwa mvumilivu na mwenye subira, usikate tamaa. Omba ushauri kwa watu wenye busara, tafuta suluhisho mbadala, kuwa na moyo wa shukurani. Sura ya 7, jifunze kutokana na makosa. Tambua sababu zilizopelekea kufanya kosa hilo, jifunze kutokana na kosa, jisamehe na samehe na wengine, songa mbele ukiwa huru, usiruhusu makosa uliyoyafanya yaendelee kukuumiza. Sura ya 8, ukiri wa ushindi. Shukurani. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uzima na afya njema. Ninamshukuru pia kwa vipawa vyote aliyonijalia na kwa wazo la kuandika kitabu hiki. Ninatoa shukurani kwa wazazi wangu, marehemu Dr. William Ferdinand Shija na mama yangu Geshuda Peter Shija kwa kunilea na kunisomesha na kunifunza mambo mbalimbali katika maisha. Natoa pia shukurani za kipekee kwa mume wangu, wakili Baraka Haruni Mase, kwa kuwa mume mwema na kunitia moyo kila wakati na kuwa kiongozi mwema wa familia yetu. Nashukuru ndugu, jamaa, marafiki na wafanyakazi wenzangu ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kunifanya hivi nilivyo leo. Shukurani za kipekee kwa walimu wangu wa shule ya msingi Kawe A, shule ya msingi Nyamagana, shule ya sekondari Ruaha, shule ya sekondari Ifakara, chuo kikuu cha Tumaini sasa University of Iringa, na chuo kikuu cha Westminster Uingereza nilikosoma. Haki miliki.
Kitabu hiki ni mali ya mwandishi, hairuhusiwi kuchapisha, kutoa au kusambaza nakala tete au nakala ngumu pasipokuwa na ridhaa ya mmiliki. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtu yoyote atakayekiuka. Utangulizi. Kitabu hiki kinamlenga mtu yoyote anayehitaji kufanikiwa katika maisha. Ni kitabu kilichosheheni njia mbalimbali za vitendo na mifano halisi ya maisha binafsi ya mwandishi ili kukutia moyo na kukuwezesha kuona kwamba ukihitaji kufanikiwa na ukaamua kufanyia kazi miongozo hii, basi mafanikio ni uhakika. Kitabu hiki kitakusukuma kutaka kufanikiwa na kufanikiwa zaidi katika maisha, hata kama kwa namna yoyote ile ulianza kukata tamaa. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa ajili ya rika zote na kimelenga jinsia zote. Kinatoa ufumbuzi wa ndani, hatua kwa hatua kwa msomaji kuona njia sahihi za kuyafikia mafanikio anayohitaji katika maisha. Kwa yeyote anayetaka mwongozo ulio rahisi na halisi katika kufanikiwa katika maisha, basi kitabu hiki ambacho kimeelezwa kwa lugha nyepesi sana kinamfaa. Kila mmoja anao uwezo wa kufanikiwa katika eneo ambalo amejiwekea malengo na kulingana na uwezo na vipaji vyake. Mafanikio sio maalum kwa watu wachache au watu wa aina fulani fulani tu au wanaotoka katika mazingira ya aina fulani. Mafanikio ni ya wote. Tunachohitaji ni bidii na maarifa na utayari wa kufanikiwa kwa kuwekeza nguvu, vipaji na uwezo tulionao katika kupata maendeleo tunayoyahitaji. Ni kitabu muhimu sana pia kwa vijana wanaokua ili kuanzia wakiwa wadogo wajijengee kujiamini na kuamini katika uwezo wao katika kujituma na kufikia malengo, lakini pia katika kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza katika maisha. Ni kitabu kinachomuonyesha msomaji kuwa hakuna linaloshindikana katika maisha iwapo mtu amedhamiria kufanikiwa. Ni kitabu kinachomhakikishia msomaji kuwa japokuwa katika safari ya maisha vikwazo havikosekani, lakini ushindi upo pia kwa waliodhamiria. Kitabu hiki kinafaa kuwa zawadi nzuri kwa yoyote unayempenda na kutamani kuona akipiga hatua mbele za maendeleo au kumsaidia kurudi katika uelekeo unaofaa ili kutimiza ndoto zake katika maisha. Kwa kuwa hatufundishwi namna ya kuishi katika mifumo ya kawaida ya elimu, kitabu hiki kinalenga katika kuziba ombwe hilo kwa watu wa rika mbalimbali, kwa kuwa elimu ya maisha haina mwisho, kila siku ni fursa ya kujifunza. Sura ya kwanza, jitambue. Wewe ni nani? Kitu cha kwanza katika kuyatafuta mafanikio katika maisha ni kujitambua. Wewe ni nani? Uko hapa duniani kwa madhumuni gani? Jiulize haya maswali na upate muda wa kutulia na kutafakari katika kuyapatia majibu, kwa sababu huo ndio mwongozo muhimu na wa kwanza katika safari ya maisha ya kuyatafuta mafanikio yako. Haijalishi umri ulionao, bado maswali haya ni muhimu sana kujiuliza katika hatua mbalimbali za maisha, ili kuzidi kupata uhakika wa njia sahihi unayopaswa kupita ili kufikia malengo ya maendeleo unayohitaji kuyafikia. Kuna watu ambao kwao ni rahisi sana kujua tangu wakiwa watoto kwamba wao wanataka kuwa nani. Mara nyingi tukiwa watoto tukiulizwa kuwa unataka kuwa nani ukiwa mkubwa, huwa tuna majibu. Kuna wale ambao kila alichokisema baada ya kuulizwa swali hili akiwa mtoto ndicho hicho anakiendeleza mpaka akiwa mkubwa, hakibadiliki. Kwa hiyo katika akili yake na katika maisha yake anajua kabisa kwa uhakika kwamba anataka kuwa mtu fulani, anataka kufanya kazi ya aina fulani. Ikiwa wewe ni mmoja kati ya hao ambao tangu ukiwa mdogo ulijua nini unataka kufanya na ni nani unataka uwe, basi hili ni kundi la wale wenye bahati, kwa sababu watu wa kundi hili hawapati shida ya kuhangaika kujitafuta katika kupata mwelekeo wa maisha. Na hii huwapa wepesi katika kuanza kuyatimiza malengo yao mapema. Kwa upande mwingine, kuna wale wengine
Kuna wengine inaweza isiwe bayana sana katika kuyapata majibu haya wao wenyewe. Unakuta alipokuwa mdogo alisema anataka kuwa daktari, lakini amekuwa mkubwa amekuwa mjasiriamali au mhandisi. Maana yake ni kwamba hawakujua tangu wakiwa watoto wanataka kuwa nani hasa, au walitaka kufanya mambo mengi kwa kiasi wakashindwa kupata dira nzuri ya mwelekeo wa maisha yao. Wakati mwingine katika hatua hii, wazazi au walezi wana mchango mkubwa katika kuwasaidia watoto na kufuatilia kwa kuona yale wanayoyapenda kuyafanya au kuyazungumza mara kwa mara yanasimamiwa na kuendelezwa, na hivyo kumsaidia mtoto kujitambua mapema na kupata mwelekeo sahihi. Ukiona unapata ugumu sana katika kutambua njia unayopaswa kupitia, kwa mfano kazi unayopaswa kufanya na malengo ya maisha yako kwa ujumla, watumie watu wako wa karibu, kwa mfano ndugu, jamaa au marafiki. Waulize watu wako muhimu na wa karibu ambao wanakujua wewe vyema tangu ukiwa mdogo na katika makuzi yako, wakusaidie katika kugundua hasa dhumuni lako hapa duniani. Waulize, hivi mimi niko vizuri sana katika lipi? Majibu yao yanaweza kuwa msaada mkubwa katika kusaidia kujitambua zaidi na kuweka bayana kile ambacho tayari unacho, ili kujua kwa uwazi kama unacho. Hii itakusaidia kuchagua aina ya kazi yenye kubeba dhumuni la wewe kuwepo duniani. Kila mmoja analo dhumuni la uwepo wake duniani. Tafuta la kwako, kwa sababu mafanikio yako yako hapo katika kulifanya vizuri dhumuni hilo. Kwa mfano, mimi wakati nikiwa mdogo nilijua nataka kuwa kiongozi. Nilipenda kazi za kuwahudumia wananchi, niliamini kuwa ninacho kipaji hicho au niseme uwezo huo. Niliona mzazi wangu akifanya kazi hizo na nilivutiwa nazo sana, lakini sikujua nisomee nini na ni kwa jinsi gani nitafikia ndoto zangu hizo. Ilinichukua muda kuuliza na kujifunza, na hatimaye nilishauriwa kusomea sheria. Hatimaye nilisoma shahada ya kwanza katika sheria na kuhitimu, na baadaye nilisoma shahada ya pili katika sheria za kimataifa na kuhitimu. Ukishajitambua utajua dhumuni lako hapa duniani. Dhumuni la wewe kuwepo duniani ndio dira na mwongozo katika kuyafikia mafanikio yako. Utajua ni kazi ya aina gani unahitaji kufanya, utajua nguvu ulionayo pamoja na vipaji ulivyonavyo. Jukumu utakalokuwa nalo baada ya hapo ni kupalilia dhumuni hilo, kujinoa na kujiwekea malengo mbalimbali ya maendeleo. Tambua nguvu na uwezo wako. Wakati mwingine safari ya maisha huwa haijanyooka na inahitaji kupambana ili kukabiliana na vikwazo na changamoto mbalimbali. Kila mtu anayo nguvu ya asili ndani yake inayomwezesha kupambana na changamoto mbalimbali za kimaisha. Hakuna maisha yanayokosa changamoto. Tofauti kati ya mtu mmoja hadi mwingine ni namna ambavyo tunaifanyia kazi nguvu hiyo ya asili. Kuvumilia, kuwa na subira, kuendelea kufanyia kazi jambo hata kama matokeo chanya hayaonekani kwa haraka, kujituma, kuendelea zaidi hata tunapokuwa tunaona tumechoka na kadhalika. Haya ni matunda ya kuitumia nguvu ya asili tulionayo. Nguvu hii huongezeka kadiri inavyotumika. Anza kuitumia leo na uone matokeo chanya katika maisha yako na katika kuzidi kupata mafanikio. Utajikuta unafanya kazi kwa bidii zaidi, unakuwa mvumilivu zaidi, unajituma zaidi, unaachana na mambo yasiyokuwa na tija, unapuuza yasiyo na umuhimu, unaachana na marafiki wasiofaa, na kidogo kidogo lakini kwa uhakika utajikuta unazidi kufanikiwa na watu wanakuwa wanalo la kujifunza kutoka kwako. Kuna mambo katika maisha unahitaji kuyafanya hata kama hujisikii kufanya mambo hayo kwa wakati huo. Kwa mfano, unaweza kuwa unatamani kuendelea kulala asubuhi wakati ni muda ambao unapaswa kuamka na kuwahi kazini. Badala ya kuutii usingizi na kuendelea kulala, utalazimika kuamka na kujiandaa kuwahi kwenda kutekeleza majukumu yako. Kuna wakati fulani fursa inaweza kujitokeza na ukawa hujisikii kuifanyia kazi kwa wakati huo. Lakini kwa sababu unajua fursa hiyo ni kwa kipindi fulani tu,
unalazimika kuifanyia kazi hata kama hujisikii. Hiyo ni nguvu ulionayo. Unapaswa kuitumia vizuri kwa wakati sahihi ili ikuzalishie matokeo chanya. Ni muhimu sana kujituma katika maisha kwa sababu mafanikio hayatakuja na kukukuta umekaa. Ni lazima utumie nguvu na uwezo wako wote katika kupambana kufanikiwa. Na wakati mwingine inaweza isiwe rahisi, lakini nia yako ya kufanikiwa ndiyo itakayozidi kukusukuma siku hadi siku ili malengo yako yatimie. Hakuna mafanikio yanayokuja yakamkuta mtu akiwa amekaa na hayuko tayari kujituma ili kuyafikia malengo yake. Ukikaa na mafanikio yanakaa mbali na wewe, maana hauko tayari kutumia nguvu zako na uwezo ulionao ili kufikia hatima yako nzuri na ya viwango vya juu. Tumia vipaji vyako. Wengi kwenye hili wanaweza kusema lakini mimi sina kipaji. Ukweli ni kwamba hakuna mtu asiye na kipaji. Tafsiri yangu isiyo rasmi ya maana ya kipaji ni uwezo wa mtu kufanya jambo fulani kwa ufanisi na wepesi zaidi kuliko wengine wanavyoweza kufanya na anafurahia zaidi kufanya jambo hilo. Njia mojawapo ya kufanikiwa katika maisha ni kutumia kipaji au vipaji ulivyo navyo. Ni zawadi ambayo Mungu ametupa ili kutuwezesha kufanikiwa. Inahitaji jitihada binafsi katika kukuza kipaji cha mtu. Kipaji kisipokuzwa na kufanyiwa kazi hupotea na kufa. Kwa wazazi, ni muhimu kutambua uwezo na vipaji vya watoto wetu wangali wadogo ili tuwasaidie katika kuvikuza na kuwawezesha wao kujitambua na kufanikiwa kutumia vipaji hivyo katika mafanikio kwenye maisha yao. Kama bado hujagundua kipaji chako, anza kwa kujiuliza ni nini ambacho ukifanya unajisikia furaha sana na unafanya kwa urahisi na ufanisi zaidi. Jibu lake, hicho ndio kipaji chako au hivyo ndio vipaji vyako. Na kama hujaanza kukifanyia kazi, anza sasa ili utumie zawadi ambayo Mungu amekupa katika kukuwezesha kufanikiwa. Haijalishi umri wako, anza sasa, hujachelewa. Kipaji sio lazima kiwe ni kitu kikubwa sana kama ambavyo wengi huwa tunafikiria. Kwa Tanzania kwa mfano mtu anaweza kudhani ili kuwa na kipaji uwe kama wanamuziki mahiri wa Tanzania kama Alikiba au Diamond Platnumz ambao wanajulikana sana kwa umahiri wao wa kuimba, na pengine ni mpaka awe mchezaji mahiri wa mpira wa miguu kama Mbwana Samata. Dhana hiyo ni potofu au imefanya watu wengi wadharau vipaji vyao na kujinyima fursa ya kufaidika kupitia vipaji vyao. Kwa kushindwa kutambua kuwa kipaji hata kama kinaonekana ni kidogo au si kati ya vile vilivyozoeleka, una uwezo wa hicho kukifanya kuwa kikubwa na ukafanikiwa sana. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na kipaji cha usafi. Yeye mwenyewe ni msafi sana. Anapenda kufanya usafi na akifanya usafi kila mtu anamsifia jinsi alivyofanya vizuri. Hicho nacho ni kipaji. Kupitia kipaji hiki, anaweza kuanzisha kampuni ya kufanya usafi, akashirikiana na atakao waajiri kufanya biashara hii na akafanikiwa sana ikiwemo kutoa ajira kwa wengine. Mwingine anaweza kuwa na kipaji cha kupika chakula vizuri. Siku akipika kila atakayekula chakula hicho atakisifia kuwa kimeiva vizuri na ni kitamu sana. Kupitia kipaji hiki anaweza kuanzisha biashara ya chakula na akauza sana na akafanikiwa kutimiza malengo yake katika maisha ikiwemo kuwainua wengine kupitia kazi zake. Kipaji pia kinapaswa kutambuliwa halafu kukuzwa. Kinakuzwa kwa kukifanyia kazi, kukifanyia mazoezi, kujiboresha kila siku na kujisukuma katika hatua ya juu zaidi. Kadiri kipaji kinavyotumika, ndivyo kinavyokuwa zaidi. Ndivyo kinavyozidi kuwa bora zaidi. Ndivyo kinavyozidi kukufanikisha zaidi kwenye maisha yako.
Unaweza kusaidia wengine na kuzalisha ajira kwa kutumia kipaji chako. Katika kukuza kipaji chako, kujituma hakuepukiki. Ni lazima kujituma, hakuna kitu kizuri ambacho kinakuja kwa urahisi. Ni lazima kujituma sana, ni lazima kuwa na nidhamu ya hali ya juu katika kazi na katika kuendeleza kipaji chako. Mtu mmoja anaweza kuwa na vipaji zaidi ya kimoja, vitambue vyote na uvitumie vyote hatua kwa hatua. Kila kimoja kwa wakati wake na vyote kwa pamoja kama inawezekana. Hii yote ni kwa mafanikio yako na wengine unaoweza kuwagusa kupitia kuvifanyia kazi vipawa vyako. Unaweza kuvigundua vyote kwa wakati mmoja au vingine vinaweza kujitokeza baadaye katika maisha yako. Kwa vyovyote vile vitumie kikamilifu. Kipaji ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo mtu hupewa ili kumsaidia kutimiza lengo na dhumuni la uwepo wake duniani. Mafanikio yapo katika yeye kuwekeza jitihada ya kufikia uwezo wa juu zaidi wa kipaji chake. Jitihada ndio muhimu zaidi, la sivyo kipaji hupotea bure. Usiache kusikiliza sehemu ya pili ya mwendelezo wa kitabu hiki kizuri kabisa cha Thubutu Kufanikiwa, na ukihitaji kupata nakala yako utawasiliana na mimi kwa WhatsApp ama kwa kunipigia simu 0687786576.